kwake, uzima huu ni wa kwake, mwili ni wa kwake, afya yako ni ya kwake. Akisema anakufuta piu, hayo mamali, mahela benki yote yanakuwa ni nothing. Ndio maana huyu tajiri alipewa mtihani mdogo tu. Alisema wewe si hauzini? Ndio. Wewe si unaheshimu baba yako na mama yako? Ndio. Wewe si haujaua? Ndio. Wewe sijui hauna miungu mwingine isipokuwa Mungu? Ndio. Haya basi, kachukue sehemu ya mali zako, ziuze, kawagawie maskini. Hapo ndio mtihani unapokuja hapo. Na hata sisi tunafundishwa hivi, hata kama Mungu atatufanikisha tukawa matajiri, sawa? Kwa sababu si ni ukweli kwamba tutakuwa matajiri? Au hamna hiyo imani? Mnayo, si ndio? Kama Mungu atakuja kutusaidia tutakuja kuwa matajiri, kila mmoja amkumbushe mwenzake. Kumbuka maneno ya Mungu Baba aliyokuwa anahubiri tukiwa wadogo, kwamba tusiwe attached sana na mali. Mali zinawafanya watu wanagombana, zinafanya mali watu wanalogana, zinafanya watu wanauana. Yani mali zinaleta mtafaruku katika mafamilia mengi. Sasa ninyi kwa kuwa mmepata neema hii ya kusikia maneno haya ya Mungu, na Mungu anawaandaa kuja kuwa matajiri baadaye, msiwe attached na mali. Jueni kwamba chochote ambacho Mungu ataweka katika mikono yenu, chochote Mungu ambacho ataweka katika akaunti zenu baadaye, hata kama ni jitihada, hata kama ni kila kitu, mjue Mungu ndio namba moja. Kwa hiyo mjitahidi kila mmoja kuishi kulingana na vile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Kwa sababu tofauti na hapo, Mungu tutajikuta tunakazania kutafuta mamilioni na bilioni 2 kwenye akaunti, nina magorofa, lakini mwisho wa siku yale magorofa yanatugombanisha. Kwanza, yote tunayoyaona hapa duniani yote tutayaacha, sawa? Hakuna, jana si nilizungumza kwamba kama ulizaliwa uchi utaondoka, sawa? Hiyo ikae kichwani kabisa, ili uone kwamba Mungu amekukamisha, ni amekupa tu vile vitu kwa muda uvitumie. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno msije mkayasahau katika akili, katika mioyo yenu. Ukifaulu zaidi darasani ukawa kinara kikubwa, sifa na utukufu kwa Mungu. Ukija kuwa na hela nyingi zaidi, sifa na utukufu, na uwe mnyenyekevu. It doesn't cost a thing kuwa mnyenyekevu. Una hela lakini wewe ni mnyenyekevu. Una hela huvimbi. Sasa wewe hela kidogo tu kwenye akaunti, unatembea huku mabega umenyanyua juu. Unaona kama vile watu hawafanyi jitihada zozote, hawapambani. Wewe ndio una maakili. Kwani hizo akili nani amekupa? Hizo akili amekupa Mungu. Kama Mungu ndio amekupa akili na nguvu za kutafuta utajiri, basi Mungu anatakiwa kuwa namba hii. Na ukimweka Mungu mbele, si utafata kile ambacho Mungu anataka? Ina maana utakubali kuwa chini ya uongozi wa Mungu. Mungu amekataa kujivuna, utakuwa mnyenyekevu. Mungu amekataa kudharau wengine, utakuwa mnyenyekevu. Hata kama ukiwa na hela nyingi. Hebu fikirieni kama vile baba yenu hapa baadaye atakapokuja kuwa bilionea, halafu bado anaenda kanisani, bado anamheshimu mama, bado yupo mnafanya ibada nyumbani kama hivi. Nyinyi mtakuwa mnajisikiaje? Si ndio? Lakini vipi sasa baadaye baba yenu amekuwa bilionea, nyumbani tena ibada hakuna, anamfukuza mama nyumbani. Umeona? Anaona nyinyi yote nyie takataka nyinyi. Umeona? Mtaanza kusemaje? Baba amekengeuka, baba ameingiwa na roho chafu, baba ana mapepo, baba amechanganyikiwa. Si ndio? Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie ili kwamba mafanikio yetu yasitutenge na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu katika maisha yetu. Bwana apewe sifa.
Namalizia hapa kwa kusema kwamba akasema kwamba Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana. Kwamba unaweza ukapitia situations mbalimbali kwenye maisha yako. Katika macho ya nyama haya, katika macho haya tulionayo ya nyama haya, kwa sababu kuna macho ya aina mbili, kuna macho ya nyama na macho ya rohoni. Kwamba unaona vitu ni very impossible, haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Jaribu hata liwe ni gumu au ni refu kuliko mlima Kilimanjaro, lakini kwa Mungu anaweza akaufanya mlima Kilimanjaro ukawa bonde. Kwamba Mungu anao nafasi ya kubadilisha situations. Kwamba ulikuwa kwenye situations ngumu, unataka yani kama vile shetani sasa anataka aseme umeona, yani kama shetani ya kuzodoe hivi, unaona Mungu yule mtu wako ule ndio nimeshammaliza hivi. Mungu anasema unijui wewe. Baadaye Mungu anaweza akaturn situations upside down. Kama mambo yamekuwa ni magumu, Mungu yeye anafanyaje? Analainisha. Kama mambo yamekuwa hayawezekani, kama mambo yamekuwa hayawezekani, Mungu anayafanya yawezekane. Kwa hiyo kingine cha muhimu ni kwamba unapaswa kujua kwamba kwa wanadamu mambo yanaweza yakashindikana, lakini kwa Mungu yanawezekana. Basi Mungu awatie nguvu na mkaelewe maneno haya na yakakae mioyoni mwenu katika maisha yenu. Amen. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Tunashukuru kwa neno zuri. Kwa kweli ujumbe mkubwa ambao mimi leo mtumishi wa Mungu ameniacha nao ni huu wa mwisho, kwamba yani katika yote kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa hiyo alitoa mfano yeye mwenyewe kwamba ni ngumu ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Lakini kwa macho ya kibinadamu. Kwa hiyo ina maana aliongea sio kwa kawaida. Ni ukweli kwa kawaida. Hicho kitu anachokisema kwa kawaida haiwezekani. Lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa hiyo kweli kuna vitu vingine tunavifanya au tunavisema kweli kwa macho ya binadamu. Mtu akikusikiliza anaweza kaona unachanganyikiwa wewe au umewehuka. Lakini Biblia inasema katika yote kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi nimejifunza siku ya leo. Ni kweli kuna situation nyingine unaziona kabisa kwamba huyu ni ngamia na unamlazimisha kupenya kwenye sindano. Na hata ukimsimulia mtu kwamba nahangaika hapa kupenyeza ili lundo la kamba hii kwenye nyuzi. Sindano nafikiri mnazifahamu, si ndio? Mmeelewa ngamia amesema nini? Kwa hiyo hebu fikiria kile kasindano kale, wewe uko unahangaika kupenyeza. Hata mtu akikukuta akikuona katika mazingira ya kawaida anaweza kaona wewe unachizika. Na ndivyo ilivyo kweli. Kuna vitu vingine tunavibeba, tunavifanya kwa imani, kwa macho ya kawaida mtu haelewi. Lakini tukumbuke hata kama mtu akiwaza wewe akili unayo, kweli huna, huwezi, kumbuka tu neno moja kwamba lakini kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Wengine? Bwana Yesu asifiwe. Leo mimi nilichojifunza ni kuwa hata kama Mungu amekupatia ile nguvu ya kuwa tajiri, usisahau kumrudishia Mungu, kwa kuwa yeye ndiye aliyetenda
na usisahau kumtukuza